Serikali ya awamu ya 8 imekuwa ikiendeleza jitihada za kukabiliana na vitendo vya kuzuia rushwa na uhujumu wa uchumi kwa njia mbalimbali. Kwa mwaka 2025 unaomalizika, serikali kupitia mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi ilichukua hatua za kuchunguza vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi, ambapo jumla ya taarifa 524 zimepokelewa na kufanyiwa kazi. Makosa vitendo vya rushwa yaliyothibitika, wahusika wamechukuliwa hatua za kisheria na kesi nyingine zinaendelea katika hatua mbalimbali. Kwa lengo la kudhibiti vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi, serikali kupitia ZAECA imefanikiwa kudhibiti na kuokoa jumla ya shilingi bilioni 6.4 na dola za Kimarekani 94,370 kwa kipindi cha mwezi Januari 2025 hadi Oktoba 2025, ambapo shilingi bilioni 5.2 na dola za Kimarekani 89,371 zilirejeshwa serikalini na shilingi bilioni 1.1 na dola za Kimarekani 4,999 zilirejeshwa kwa wananchi waliohusika. Mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar katika kipindi cha mwezi Januari hadi Oktoba 2025 imefanikiwa kufuatilia jumla ya miradi ya maendeleo 64 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.2 na dola za Kimarekani milioni 703.3. Jukumu hili la ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo ni njia muhimu katika kudhibiti mianya ya rushwa na uhujumu uchumi, pamoja na kuzishauri taasisi za serikali kuhusiana na vitendo vya rushwa. Napenda kuipongeza Mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Zanzibar kwa kujenga imani kwa wananchi na kwa serikali. Ahadi yangu ni kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua za kinidhamu, kiutawala na kisheria kwa watumishi watakaojihusisha na vitendo vya rushwa na ukiukwaji wa maadili kwa ujumla. Utawala bora umejengwa katika misingi ya uwajibikaji, uwazi, uadilifu, haki, usawa, ufanisi na kupiga vita rushwa. Hivyo basi, kila taasisi na mwananchi kwa nafasi yake anapaswa kuhakikisha anatekeleza misingi ya utawala bora. Kwa pamoja, tukiimarisha misingi ya utawala bora nchini, serikali itafikia malengo yake ya kuwapatia maendeleo na ustawi wananchi wake, pamoja na kuimarisha umoja, amani na mshikamano hapa nchini. Katika kuimarisha misingi ya utawala bora nchini, serikali imejipanga kuanzisha mfumo wa upimaji utendaji kazi kwa viongozi, yaani performance management system, kwa lengo la kuongeza kasi ya uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma. Mfumo huu umewekwa ili kuleta tija na ufanisi kwa serikali katika kutekeleza majukumu ya taasisi husika. Serikali itaweka mkataba wa utendaji, yaani performance contract, ambao utatumika kupima uwajibikaji kwa viongozi wa umma. Kwa kila kiongozi na mtumishi wa umma aliyetakiwa kujaza fomu ya tamko la rasilimali na madeni kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma, ahakikishe kuwa anakamilisha kujaza fomu kwa usahihi na kuiwasilisha Tume ya Maadili si zaidi ya tarehe 31 Disemba 2025. Tumebakisha wiki 2, lakini ambao wameshawasilisha ni 19% tu. Maana yake ipo tabia ya kusubiri dakika za mwisho, lakini tuwakumbushe tu kwamba wale wanaoshindwa kukamilisha kwa wakati, basi haitokuwa tena maonyo, maana wamezoea watu wanaonywa alafu basi. Sasa hivi tutachukua hatua kali zaidi. Hili napenda niliseme ili sote tuone umuhimu wa kufanya jukumu hili la kisheria. Maadhimisho haya ya siku ya maadili ya haki za binadamu nchini mwaka huu yanaenda sambamba na kauli mbiu inayosema matumizi sahihi ya mifumo ya kidijitali huimarisha utawala bora, uwajibikaji, uadilifu, haki za binadamu na kudhibiti rushwa. Kauli mbiu hii imelenga na kusisitiza umuhimu wa uwajibikaji, uadilifu, haki za binadamu na kuzuia rushwa kwa kutumia kwa usahihi mifumo ya kidijitali kwa ajili ya utoaji wa huduma kwa ufanisi na tija.